Anza nasi, tumika nasi, abudu nasi, gundua yako tofauti, tofauti, gundua yako tofauti. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, andika kichwa kinachosema nuru gizani, ile Yohana 12:46. Biblia inanena, mimi nimekuja ili niwe nuru ulimwenguni, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuna maneno ya ajabu. Maneno haya ya ajabu ni haya: ni nuru, jingine ni giza. Kimombo kinaongea, kinasema Jesus said, I've come as light to shine in this dark world. Kwa hiyo ananena ya kwamba duniani lipo giza, na yeye Yesu amekuja ili awe nuru, aangaze kwenye dunia iliyojaa giza. Na kipengele kinachofuata nasema, so that all who put their trust in me will no longer wander in darkness. Yani ni kwamba wote wanaoweka tumaini kwake wasikae gizani. Kiingereza kinasema they will no longer wander in darkness. Neno hili wander maana yake kuzulula zulula. Wanaweza wakaamka toka asubuhi hadi jioni, wanatembea tembea, they are wandering. Na neno wandering maana yake wanaenda kulia na kushoto, mbele na nyuma, wanashindwa kupata matumaini au matarajio yao kwa sababu ya giza. Ndugu yangu mpendwa, nataka ujue ya kwamba kila mtu ana nyakati zake za giza. Everyone has dark days. Haijarishi wewe ni mtu wa rika gani au wa tabaka gani au wa tamaduni ipi au wa rangi gani. It doesn't matter your nationality. It does not matter your culture. Wala haijalishi utaifa wako. Ziko nyakati zako na siku zako za giza. Nyakati za giza ni nyakati za kukosa matarajio. Yani, these are the days of disappointment. Hizo ni nyakati za giza, mtu unaposhindwa kufikia matarajio yako, when you do not meet your expectation. Ayubu ile 30 mstari wa 26 anasema, nilitarajia furaha na nuru, lakini badala yake mateso na giza vilikuja. Huyu ni mtumishi wa Bwana, jina lake Ayubu. Yeye alipoamka asubuhi, yeye alipofanya ibada, alitarajia mambo yatakuwa sawasawa, yani barabara. Watoto wake wakaenda kuchunga mifugo katika malisho, lakini ghafla nyakati mbaya, nyakati za tabu na giza zikashuka. Ndio maana anasema alitarajia furaha na nuru, lakini mateso na giza vilikuja badala yake. Kila mtu ana nyakati zake za giza. Nyakati za giza ni nyakati za msongo wa mawazo. Dark times are the times or days of distress. Yani iko wakati, mpendwa, akili yako inasongwa. Kuna kuwa na maumivu ya pekee katika akili yako. Kuna kuwa na kitu kinaitwa mental pain au mental suffering, na hii yote inasababishwa na matukio yanayotukia ndani ya siku au katika maisha yako.
Hizo mpendwa, ni nyakati za giza. Inaweza ikawa msikilizaji wangu, umeamka na maumivu, umeamka na mateso, umeamka na sitofahamu, umeamka na maswahibu yanayokuchanganya akili zako. Yani yale mambo ulionala nayo jana jioni umeamka nayo. Mpendwa, nina neno la kinabii kwako. Ninaona mtu mmoja anayeweka tumaini kwa Yesu leo. Mianzo mipya inaanza sasa. Giza linaondoka sasa. Giza la kuvunjika moyo linaondoka. Giza la upweke linaondoka. Giza la mzongo wa akili linaondoka. Giza linaondoka. Yale matumaini uliokuta unaona unayakosa, yani hutayapata, ninarejesha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pengine unataka kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Waweza kufuatisha maneno yafuatayo. Sema: Mungu Baba, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe. Andika jina langu katika kitabu cha uzima na ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Ninakupokea wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ninaamini ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka na sasa ni hai. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, ulikuwa ukinisikiliza mnenaji wako wa leo, mchungaji na mwinjilisti wa redio na televisheni Kipemba Sagi Omega, kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God, yani TAG Temeke House of Grace Chapel, jijini Dar es Salaam. Ninakuaga nikisema na neno la Bwana litaendelea. Anza nasi, tumika nasi, abudu nasi, gundua yako tofauti, tofauti, gundua yako tofauti.